Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Faya ayyuhal ahibbatu wassada, uhayyikum bitahiyyati saada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-ahibba wassada, katika darasa iliyopita za fatwa za Sheikhuna al-Fadhil tulizungumza kuhusu mwanamke ambaye maumbile yake yanakubali kuingia hedhini, lakini yeye mwanamke kama yule asiingie hedhini kwa sababu ambazo hazijulikani baada ya kule kuachwa. Tukazungumza fatwa mbili na tukasema ipi ni fatwa ambayo ina nguvu kwa mtazamo wa Sheikhuna al-Fadhil. Sasa leo tunazungumza mwanamke yule yule, lakini sababu zake za kutokuingia hedhini zinajulikana. Mwanamke ameachwa, maumbile yake yanakubali kule kuingia hedhini, maana yake ni dhatul aqra'i, lakini haingii hedhini kwa sababu ambazo zinajulikana. Je, idda yake itakuwa katika mfumo upi? Asema Sheikhuna al-Fadhil, wa amma man lam tahif, na ama yule mwanamke ambaye haingii hedhini bisababi yu'rafu, kwa sababu ambazo zinajulikanwa au kwa sababu ambayo inajulikanwa, ka irdha'in, kama vile kunyonyesha, wa maradhin, na kama vile ugonjwa. Tuongeza na kwa mitazamo wa wanawake wa kisasa, mtu atumia dawa za kuzuia hedhi. Ameachwa lakini atumia dawa za kuzuia hedhi. Je, maana ni dhatul aqra'i, na ndio maana atumia dawa za kuzuia hedhi. Atakaa vipi eda yake? Sheikh asema la tankadhi iddatuha, haitamalizika idda yake hatta tahidha, mpaka aingie hedhini. Fata'tadda, baada ya kuingia hedhini atakaeda bi thalathati quru'in, kwa tohara tatu. Huyu mwenye kunyonyesha tutamsubiri mpaka ingie hedhini, atakuwa ndani ya idda tu mpaka ingie hedhini. Baada ya kuingia hedhini sasa atakaa idda kwa tohara tatu. Au ni mgonjwa, maana muda wake wote huu itakuwa idda yake haikukoma. La tankadhi iddatuha, haitamalizika idda yake hata tahidha, mpaka ingie hedhini, kwa sababu inayomfanya yeye asiingie hedhini tunaifahamu. Sheikh asema fata'tadda bi thalathati quru'in, atakaeda kwa tohara tatu, au taiasa, maana atoka huko katika hatta tahidha au hatta taiasa, au mpaka afikirie rika la kukoma. Fata'tadda bi thalathati ashhurin, atakaeda kwa miezi mitatu, ittifaqan, kwa mpatano wa wanazuoni, kwamba itakuwa aliishi na ugonjwa ule miaka na miaka, bado ataendelea kuwa katika idda mpaka atakapofikiria rika la uzee. Ndio maana ya kule kukoma dhahir. Sasa akifikiria rika la kwamba huyu amekoma, fata'tadda bi thalathati ashhurin, ama ule ugonjwa utamalizika labda kwa muda fulani, alafu sasa ataingia hedhini, atakaeda kwa tohara tatu. Madam tujue sababu yake inayomfanya ya yeye kuwa haingii hedhini ni hii, tuwe tuna hakika huyu haingii hedhini kwa sababu ya kwamba ni murdhi, huyu haingii hedhini kwa sababu ya kwamba ni mwenye maradhi, au kwa sababu atumia kadha. Kwa hali kama hiyo idda yake haitakoma hata tahidha, mpaka ingie hedhini. Kama itakuwa hajaingia hedhini mpaka amefikiria uzee, ndio hii hatta taiasa, manake au taiasa yatoka nyuma katika hatta taiasa, mpaka afikirie rika la kukoma. Baada ya kufikiria rika la kukoma, fata'tadda bi thalathati ashhurin, atakaeda kwa miezi mitatu, ittifaqan, kwa mpatano wa wanazuoni. Sheikhuna al-Fadhil aongezea neno wa intalatil mudda, ujaporefuka muda. Ijapokuwa muda utakwenda sana, lakini sababu tunajua sababu yake ni kadhaa, tutaisubiria ile sababu iondoke. Asema waqad hakama sayyiduna Uthman bin Affan, na hakika amehukumu bwana wetu Sayyidina Uthman bin Affan bihadha alhukmi,
kwa hukumu hii fil murdhi, kwa mwanamke mwenye kunyonyesha. Katika zama za khilafa yake Saidina Uthman bin Affan amehukumu kwa hukumu hii kuhusu mwanamke mwenye kunyonyesha. Kwa hiyo itakuwa jawabu hapo limetimilia. Kinofu kilichobakia katika darasa hili asema Sheikhuna, wal qismu thani, na fungu la pili, lilidda, la eda iddatu firaqi wafatin, ni eda ya kufarikiana kwa kufa mume, ambayo tulizungumza huko nyuma katika darasa ya pili nafikiria. Dhahir asema fatajibu, itapasa iddatul wafati, itapasa eda ya kufiwa, walau ala ghairi almadkhuli biha, ijapokuwa juu ya mwanamke ambaye si mwenye kuingiliwa. Eda ya kufiwa tofauti na eda ya kuachwa, ambayo tunazungumza kule. Kuna iddatu firaqi hayatin, ile tukasema mpaka mtu yule mwanamke iwe ameingiliwa. Lakini iddatu firaqi wafatin, eda ya kufarikiana kwa kifo, mwanamke atakaeda hata kama hakuingiliwa. Ndio yale maswali yanaulizwa, mtu sijui ameolewa Pemba, yeye na mume baada ya kule kuoana wakaingia katika meli, hajafika, mume akapata ajali, mke akanusuriwa, akaenda ni mzima. Vipi mwanamke ule ataka idda na hakuguswa? Iddatu firaqi wafatin, eda ya kufarikiana kwa kifo, hii mwanamke atakaa hata kama hakuingiliwa. Sheikh asema hapa kwamba iddatu firaqi wafatin, eda ya kufarikiana kwa kifo, fatajibu, itapasa iddatul wafati, idda ya kufiwa, walau ala ghairi almadkhuli biha, ijapokuwa juu ya mwanamke ambaye si mwenye kuingiliwa. Wahia, na idda hiyo maana iddatu firaqi wafatin lilhamili, kwa mwanamke mwenye mimba. Wadhul hamli, ni kuizaa mimba, kama tulivyozungumza kwamba idda zote kwa mwenye mimba ni kuizaa ile mimba. Lakini almansubi lilmayit, yenye kunasibishwa kwa maiti. Ulamai wanatofautiana kwa mwanamke ambaye ni mwenye tumbo lake lenye kubeba pacha au watoto zaidi ya mmoja, wawili, watatu na kuendelea, wanne, kwamba je, idda itamalizika punde tu baada ya kujifungua yule mtoto wa kwanza au mpaka wamalize wote? Ukienda katika al-Majmu' Sharhul Muhadhabi ya al-Imam an-Nawawi utakwenda kuta haya masala. Lakini kauli yenye nguvu kwa madhhabu yetu ya madhhabu ya Ibn Idris ni kwamba mtu yule idda yake kumalizika kwake ni kuzaa mimba yote, kwa maana watoto wake wote. Kwa maana leo labda alijifungua akakaa, baada ya siku 3 bado katika kipindi hichi hawezi kuolewa. Lakini iko kauli na ni ikhtilafu iko kutoka kwa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kwamba pale anapojifungua tule wa kwanza aweza kuolewa. Lakini kauli ya madhhab ni mpaka ajifungue watoto wote wale. Ndio hata ukiangalia lugha ya mimba, kwa sababu bado ile ni mimba. Sheikh asema wahia, na hiyo iddatu firaqi wafati lilhamili wad'ul hamli, ni kuizaa mimba. Manake kama hapo itakuwa bado yule anayo mimba, bado haijatimia lugha ukiangalia. Almansubi lilmayit, wa hiyo wa 4 ashhurin wa 10, na miezi 4 na siku 10. Wa 4 ashhurin wa 10 ayamin, na miezi 4 na siku 10. Lilhaili, kwa mwanamke ambaye hana mimba. Alhurrati, aliyekuwa muungwana. Mwanamke muungwana ambaye amefiwa na mumewe, ima ni mwenye miezi au ni mwenye tohara. Kama itakuwa kanafiwa, eda yake ni miezi 4 na siku 10. Haiangaliwi tena kwamba yeye ni dhatul aqra'i au dhatu ashhurin, tofauti na kule katika iddatu firaqi hayati. Na pia kuna maswali, mfano waweza ukaulizwa, je, mwanamke alikuwepo ana mimba baada ya kusikia taarifa ya kifo cha mume wake, presha ile akajifungua kipomoko, kwa maana mtoto ambaye hajatimia
Kipomoko pia nacho pia chamaliza idda kwa madhahabu yetu. Ukiangalia vitabu vingi, mfano ni hiyo niloitaja Al-Majmu', utakwenda kuta masala kama haya. Wa illa ni mambo yana ikhtilaf, lakini twasema kwamba kipomoko kinamaliza idda muda wa kuwa kile kipomoko kitakuwepo kina maumbile ya mwanadamu, nao pia twaita nao ni mimba. Kwa hiyo itaingia katika masala kama haya. Wa nisfuha, na nusu yake, lilhaili ghairi alhurra, kwa mwanamke asiyekuwa mwenye mimba ambaye si muungwana, nusu ya miezi 4 na siku 10 kwa mwanamke ambaye kanafiwa alafu mwanamke yule si muungwana, ambao sasa hivi hasa katika Afrika Mashariki huku hatuna watu kama hao. Wabillahi tawfiq, wassalamu ala man ittaba alhuda.